nani hapa? Ni genge ni kiasi basi nino nani ni mbuzi nini asikia kuanzia leo nikisikia chochote akaniambia mama basi nino kafanya hivi wewe kafanya hivi nyinyi kama sio wewe nao utageuza supu tembeeni. Mwanangu siku hizi unafeli sana. Unapenda kufuatilia chini sana. Siku hizi mbona tukuone maskani hapa? Anakate tu kibao mdogo wangu. Anakate kibao mwanangu. Anakate kikaa sawa hivi na hivi da enjoy sana mwanangu. Nitakuwa njiani muda si mrefu mwanangu. Yaani kuna jambo tunaweka sawa. Naweka sawa futa kwa unyama. Sema mwanangu unafeli. Yaani kila siku tukuone maskani. Mitaani hatukuone unaingiaga wapi? Umesikia mdogo wangu mtajirekebisha. Yaani hapo ni ukweli nimekosea. Ila nitajirekebisha nini nitakaa sawa harakati itakuwa unyama. Mwanangu itakuwa tunaenjoy. Mimi lost sana siku nyingi unajua. Una lost hapa mchungwa upo. Nasema hauna mechi hapo tuache. Ni mechi sina hapa. Hapa mama duka lile wenyewe unajua mbali kule. Yaani duka lile mbali vibaya. Sasa tunafanyaje? Ngoja utafika muda utabutua. Au unaweza ukatoka wewe ukaenda kule ukakichoma alafu ukaingia hapa unyama. Mimi hajao mtaani huko nini? Yaani sio jao mbali. Yaani sio jao kule ni mbali. Achana na ndugu wangu. Hii ndio nyumba yetu mpya ambayo tumenunua. Kwa sababu si unajua maisha ya kijijini. Kwa hiyo nimeamua ninunue nyumba hapa. Sema tani pale baza anazingua kinoma. Anaveli nini sasa? Unajua mwanangu umesha school bana, nataka niingie school kila siku asubuhi. Hata sielewi. Amini mdogo wangu, wewe shule wapi na wapi? Wewe utakomana sisi huku vichwa vigumu, yani sisi mvua nyingi, baridi nyingi, jua kali. Hatuelewi. Wewe shule ukafanya nini leo? Shule achana nao, wewe unasoma unafanyaje? Ila mwisho wa siku unaingia mtaani, afu na kwa familia umetia hasara, kwa hiyo kuna kupamna chochote. Wewe bado tuko mayo kwa wewe shule. Na akijivoga hata kaingia maskani hapa ananiambia, "Oa, janja shule." Tamzingua. Ndio hivyo mshikaji akiingia hapa akisema, "Oya dogo janja shule." Mimi nitamzingua. Uhakika utakola masikio. Mimi zifagilio ujeza shule wala nini. Kwanza mimi maskani tu kwa usinge hata sielewi yani. Wewe fika hapa poa nini na nini huduma za hapa, pata huduma za hapa, hivi na hivi tembea. Siona hivi unakuja hapa na itifaki zako mdogo wangu. Oya, akifika hapa nitamchubu yani nitamuumiza. Mimi sitaki mazoea hapa skani. Sema nini mdogo wangu? Twende kwanza ndani nikakuonesha jinsi mlivyo. Karibu mdogo wangu, ndo nyumba yetu. Kaka umenunua hadi vitu? Vitu nimenunua, si unajua maisha ya mjini sio kama kijijini. Nasema kaka umejipanga. Tulipata taabu sana kule kijijini. Kule vitu vya mbao kidogo, huku mjini kuna vitu vya plastiki kama hivi na bei yake si rahisi tu 12 kila kitu. Vizuri sana vitu. Kwa hiyo ndugu wangu, lakini nyumba umeionaje? Kaka hii nyumba umenunua nzuri sana. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu wangu, ndio hii ndio nyumba yetu. Kuta atabadilisha yenyewe chuma, sio kama kule tunagandika. Kule madirisha kugandika kule tunabadilisha gani? So unaona madirisha ya vyuma na hapo tabadilisha nitaweka vioo, si unajua. Tafurahi sana kaka. Kwa hiyo ndugu wangu ndo ndani mwetu. Haya sawa. Nashukuru sana. Mpaka jiko lile la gesi. Ndani kila kitu nimebadilisha, mandoo mapya, madumu, kama kuna bilika hapa ya plastiki. Kama tulikuwa tunatafuta tunatandika mkeka tunaweka hapa tunakula ndugu wangu. Kule tumenyata sana vumbi, tunakaa chini tunakula tunajikunguta. Na hapa ni sina siku nyingi na naleta shemeji yako. Kaka nitafurahi. Naenda kunichukua Masasi huko. Nitafurahi sana. Wayao wale.
Ndio naenda kumchukua shemeji yako aje kukaa ndani huku pika wenyewe inauma. Dada yako mwenyewe ndio hivyo tena shuleni tayari amehamia. Yeye shuleni. Unajua mambo ya kujua. Unaonaje ndogo wangu wazo nililolifanya la kuonekana shamba ni muuzie mtu mwingine? Kaka una akili kaka. Kwa sababu tusingeuza shile shamba mwenyekiti angeendelea kutusumbua. Ndio mimi nikanitafuta mtu ambaye anafanya kazi serikalini, yani juu kabisa, ngazi ya juu, sio kama mwenyekiti wa kijiji analipwa 50,000, wanalipwa milioni 10. Kwa hiyo shamba ile nimeuza ndogo wangu, nimenunua nyumba hii na hapo tutatoka nje, hapo tutaenda kuangalia mazingira ya nje, tutaenda kuonesha mwisho mwepi. Sawa kaka. Tumehamia mjini. Wewe sasa hivi wa mjini, mambo ya shambani uyaache, uvae vizuri, ufue, uoge, hapo ndo mjini. Sawa kaka, nimefika. Wewe sasa hivi unabidi uchukue perfume kali ndogo wangu unukie. Nikipita tunasupa. So unachukua mafuta ya kula unapaka nini mafuta ya kula. Sawa kaka. Kwa ndo hivyo ndogo wangu. Na hapo kuna biashara nimeiweka nje hapo ya nyanya, utakuwa unauza nyanya ndogo wangu. Nitauza akifika shemeji tutasaidiana. Ndio maisha mjini na kisima, si unaona hapo tumekikuta. Kwa hiyo yani hapo tumenunua kila kitu ndogo wangu. Kama hivi watu wananunua maji hivi. Ndio yalivyo maisha mjini. Kwa ndogo wangu lile shamba mwenyekiti angetusumbua sana. Angetusumbua sana kaka, una akili sana kununua nyumba nyingine. Na mwenyekiti mwenyewe kama usiokijua amekimbia kijijini kule. Ameondoka. Amekimbia. Afadhali kaka. Yule mwenyekiti amekimbia na pale mwenyekiti mwingine ndo wana siku so nyingi anafika mpya. Yule mwenyekiti amefukuzwa na amekimbia, kuna kosa amelifanya serikalini huko. Kwa hiyo ameamua mfute kabisa na amekimbia. Maana si ikionekana kuna mtoto sijui wa nani yule alikuwa anatendea nafu mwanafunzi. Kumbe mwenyekiti yule anazingua. Na yule mwenyekiti ana akili. Ndio maana nataka sisi hapa atunyonye, yani shamba ile auza na mwenzetu anataka yeye. Sijui kuna kijana mmoja Dar es Salaam kuweza kununua shamba letu sasa alikuwa nayo. Namshukuru bwana Dalalisele kwa kunitafutia kazi huku mjini. Maana yake kule kijijini tulikuwa tunalombana tu na bwana mwenyekiti yule, bora nilikuwa kimbia hapa saa hivi. Sasa nipo mjini huku nafanya kazi hapa ya kuuza maji na najiingizia kipato. Bwana Dalalisele nashukuru sana hapa sasa hivi. Hapa siku moja naweza nikawatembelea sokoni huko nini, kwenda sokoni nini, uhakika kununua mazagazaga. Hapa ninatulia maisha yangu haya. Nisema ndo Dalalisele nashukuru sana. Kabisa. Sasa sijui nitaonana naye nili tena kupiga naye story. Dalalisele alo amenifanyia vitu vya maana sana. Hapa sasa hivi yani hapa sasa hivi naingiza kipato, bora nitulie zangu huko mjini huko. Na kuokoa huko. Nafanya michakati hapa na pale nini. Yani hapa sasa yani nashukuru kweli, manake hapa kijijini nilikuwa nafanya kazi ya kufanya kupiga tu la ngambo, yani kwa mwezi kule nalipwa 300. Sasa hapa napata hela ya maana sana. Yani bwana Dalalisele kule, yani mimi kweli wako kunipigisha la ngambo. Kule mwenyekiti wako kunipisha mimi la ngambo. Alo zile dharau sana. Sema ndio hivyo tu nilikuwa napiga la ngambo basi maisha tu. Ila sasa hivi watanikamatia mbali. Nishapata maisha yangu, natulia zangu hapa, yani nazingatia kazi yangu. Nifanyie uzembe, yani nazingatia kabisa. Nitulie zangu hapa tu yani. Kwa hivyo ndugu wangu la super, umefika mjini inabidi uishi kijanja, inabidi upate mademu wakali. Sio kama kule wa kijijini wale mademu gani wale weusi kama mpira wa basketi. Mademu yani wale unapata UTI tu, mademu waoge, mademu gani? Ila kaka subiri tu nifute kidogo na mimi nikizoea mazingira na kutana nao tu wachumba na mimi nitapata mwanamke. Na mimi kama nilivyokuambia siku sio nyingi ninaenda Masasi kwenda kumchukua mwali. Sawa kaka, fanya hivyo basi. Kwa ndugu wangu ndio hivyo, umeshafika mjini, uishi mjini sio kishambani tena. Sasa mimi nitakuwa njanja kaka. Sasa hivi sisi hatushiki tena jembe ndugu wangu. Jembe ndo kitu gani tena sasa hivi? Sasa hivi sisi hatushiki jembe basi, tuna hela ndani, mnasoza kuisha mwaka huu wala mwakani. Kwanza chini hapa flow fresh tu ile ganduka wala nini. Hapo sasa hivi mambo ya kufuta tu, soma mambo ya kuchukua fegio, kufagia vumbi. Maisha ya dilini. Sawa. Si unaona ndugu wangu? Kwanza mpanda maua mzuri. Kwa hiyo nyumba yetu ndo nyuma jinsi kulivyo na chondo ile pale. Kuna machungwa kwa kama nikitaka machungwa na chuma tu pale. Unachuma tu na huko kuna mafundi nimeweka kidogo nyuma huko.
Wana seti kwanza mjengo. Impendeza kwanza, mpanda maua fresh nini. Hiyo ndo nyumba yetu. Ni huko. Faza 45 nane, kumbe unafagilia mapenzi. Hamna miso sana, sijui faza talent hapo. Mimi nifagilie wapi kudadeki muda wote maskani kama hivi? Mimi nafagilia wapi mapenzi? Kwanza nishakumbuka mwanetu. Yaani wewe maskani hapa sijui tangu mwezi wa 12 ndio unakuja kuonekana leo kweli mwanetu. Unaandavia sana kuziba. So kuziba, so unajua kishemeji chako kile kidogo kile, kimbu kile mwanangu. Yaani kile ndo kinanichanganya kabisa. Yaani kinanifanya hata maskani nisonekane wewe mwanangu, juzi kaingia geto mwanangu, nimekakunja nimekaminya mwanangu. Oya. Sema nini? Yaani ugumu nini? Fenyeje nini? Unyama sana. Ila mapenzi mwanangu ni kitu kingine kabisa. Baridi. Yaani wewe sikia hivyo mwanangu, mara fulani anatoka fulani anatoka na fulani. Wewe mwanangu kampata mtu mwanangu ile anakupenda, anakujali, anakusamini, anafanyaje, anakunyenyekea. Oya hata kama yani wewe ndio ukikupo mimi, ungebadilika 45. Ungebadilika. Oya mwanangu, yule mtoto mtamu. Yule mtoto mwanangu mtamu. Kwanza anakujika, ukimchukua, ukimbeba, ukimtupia kule, ukimrudisha huko, yeye ni sawa tu kwanza. Oya. Wezi matamu sana vijana wangu. Wewe ndo mwanangu kaudi kabisa maskani hapa, hata kuja kumoka mara moja mwanetu, unatuacha tunakutoa wenyewe yani. Au ndo shemeji amwambia asiingie maskani hapa. Sio nisiingie, sio unaona kama hivyo nimemicha. Yaani nimemicha yeye, nimemwacha huko afanye harakati zangu, mimi nije huko nitoboke nini. Ikifika muda fulani hivi kitaa. Poa mwanetu, si tupo. Ndio unazingua sasa, siku hizi hatumoki hapa ndani. Wewe mwanangu uje maskani hapa. Hapo je jao pia. Nyie jao. Nyie mwingi mtaani pale hivi na hivi, hata kuna shemeji yenu pale mnapika nini na oto nini, kuna mnakula nini unyama tunatoboka. Yaani siku nyingine mnakuja hata mtaani pale tunatobokea pale unyama tu mwanangu. Nyinyi mnapeli wapi? Vipi wakati shemu ndio ulipo maskani pale mwanetu Unazingua mtaani kumoka, unajua kuna nyungo. Oya, kwani nyinyi hamwezi kupiga mtungo? Kupiga mshikaki, mnajua mshikaki nini? Ule unapiga mshikaki. Yaani ule unapiga mshikaki hivi na hivi, unyama sana. Sasa wewe anakuambia, "Wewe janja ingia mtaani, wewe 45 hivi na nini mara jao mna shemu." Yule ana jao. Afu ule anaga mfagilina, nani mimi mwenyewe nafukua ma TV. Nafukua nini na nini napeleka mtaani. Nifanyeni hivyo. Nina leo nikiwezekana muda nini hapa, si hatuwezi tukakesha. Kuna muda fulani hivi kila mtu anaingia nako kujua. Kwa hiyo muda fulani hivi mtaingia maskani. Poa mamba. Sasa huyu hapa mdogo wetu huyu. Huyu ndio anatakiwa ale pale hapo. Yako mjini. Maisha mjini bwana, nusu nipotee hapa.